kombe hili la msimu huu lina historia. Kombe limemweka msemaji wetu ndani hili. Kombe limeleta kashikashi hili. Kwa hiyo ni kati ya makombe tukisema ya kihistoria. Kombe la 24-25 pia lina historia kubwa sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, haikuwa rahisi. Msimu hatukuanza vyema ligi ya ndani hata ya kimataifa, lakini Mwenyezi Mungu kasimama na walio na haki na tumeweza kushinda. Ukizungumzia msimu mzima kwa upande wako, kama ukizungumza sasa kama shabiki sasa wa Young Africa, ulikuwa ni msimu wa namna gani? Manake mmepitia vitu vingi sana, vipingamizi vingi sana, lakini mwisho wa siku Young Africa ameweza kuwa bingwa kwa kumfunga mtani wake katika dimba la Benjamin. Sio kumfunga tu, nimemfunga huku na mnyanyasa. Kumbuka ni mara 5 mfululizo na mfunga nikiwa nimempigia mpira mwingi sana. Ball possess kwenye dabi ya juzi mimi nimemiliki mpira 80% almost. Kwa hiyo ni kati ya msimu ambao sisi wana Yanga tunajivunia. Na mbali na kujivunia ni msimu ambao tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuwaweka viongozi wetu. GSM pia ameweza kuweka nguvu kubwa, bila yeye pia hata viongozi wasingeweza kupata scout ya wachezaji wazuri ambao wamekuja kutuonyesha mchezo mzuri msimu huu. Tumestruggle kwenye eneo la striker, lakini ndo timu pekee iliyofunga magoli mengi msimu huu. Na tunaamini tulipokosea katika scouting labda au hatukupata wachezaji ambao tulikuwa tunawataka, msimu ujao tuenda kufanyia kazi na utakuwa msimu mwingine bora zaidi. Na overall kwa timu zote mimi naongelea hizi Kariakoo Derby, timu za Kariakoo, Young Africa tumewin kwenye uongozi baada ya kukubali mabadiliko, lakini wenzetu Kolo Wizard mabadiliko hawayataki. Wanaifanya timu kama ya familia, kitu ambacho wanashindwa kuheshimu pia hata hisia za mashabiki. Na tunafahamu shabiki ni mchezaji nambari 12. Anapokuwa nyuma ya wachezaji 11 kunakuwa na nguvu ya ziada, lakini wao wanashindwa kuheshimu. Leo mnakuja kugombana kisa kwenda Ikulu Dodoma, mnagombana viongozi, kitu ambacho haileti hata taswira kwa mashabiki wenu. Mnavutana, sio tupeleke timu, sio tusipeleke, hata wachezaji unaenda kuwaathiri kisaikolojia. Hawakuwa wanaenda kucheza na Ken Gold, sio kama na wadharau pia Ken Gold. Hawakuwa wanaenda kucheza na Tabora au wanaenda kucheza sio na Mashujaa. Unaenda kucheza Kariakoo Derby, derby ya 4 kwa ubora Afrika, lakini bado unawachanganya wachezaji akili. Kwa hiyo mimi niseme tu mtoto kautaka na tumempa dawa yake. Lakini ukisema kwamba mmestruggle kwenye striker, mimi kwangu mimi naona kama sio sahihi sana, kwa sababu ukiangalia Clement Mzize ndio mchezaji pekee wa ligi ya ndani anayeongoza kwa magoli. Kwani kwamba anakupa ofa nyingine kwamba ukisema hayuko na mmestruggle kwenye hujanielewa nilichosema. Mwanzo wa msimu uliona namna ambavyo tulianza msimu. Striker line yetu haikuwa nzuri kama ambavyo ilivyokuja kuchanganya baadaye tukapata matokeo mazuri, nilichokuwa nakimaanisha. Hata baadhi ya watu walikuwa wananyoshia vidole Dube kama mnakumbuka. Almost mechi 4-5 mfululizo hatakuwa vizuri kwenye striker line. Ni namba 10 anatokea winga, anatokea wana score. Kwa hiyo lakini ni kitu ambacho tunatamani msimu ujao tukianza tuanze vyema kuanzia mechi ya kwanza. Naelekea Jumapili kwenye CRDB benki kombe la kucheza finali na Singida Black. Hii kwako wewe kama wewe shabiki wa Yanga, unaiangaliaje hiyo mechi? Afu kwa nini waandishi mna notes tu kwa Yanga, Simba, vilabu vingine? Nikija kukuuliza sasa hivi nikwambie striker ambaye ameweza kufanikiwa round hii ya pili, utamtajia ni striker gani? Striker ambaye ameweza kufanikiwa duru hili la pili, ameonyesha performance nzuri, ni striker yupi? Ni Mzize? Hapana, Jonathan Soa. Kwa nini unasema hivyo? Jonathan Soa ameingia dirisha dogo, ana magoli 13. Kacheza mechi ngapi? Kacheza mechi chache. Sasa kwa nini hamtaki kumpa credit Jonathan Soa? Mimi kwangu duru la pili ili Jonathan Soa ndo top striker wangu. Sina mapenzi hapo, nimeweka ukweli na uhalisia wa mpira unavyotaka. Kaingia dirisha dogo lakini ameweza kuonyesha performance. Kila timu sasa hivi inaweza kutamani kuhitaji huduma ya Jonathan Soa. Ni striker ambaye analijua goli, ni striker ambaye anamheshimu mpinzani. Singida wanatakiwa wajivunie kwa huyo mtu, na mimi nashuka kucheza naye finali for sure. Kichwani kwangu namuwaza Jonathan Soa. Kwamba unaona ni mchezaji ambaye ni tishio sana kwako. Anajua mpira, anauheshimu mpira, na ukiuheshimu mpira unakulipa. Ndo Jonathan Soa. Muda mfupi, magoli 13, mechi chache. Kwa nini mimi nisimuogope? Labda tutarajie msimu unaokuja labda anatua visiwani Jangwani. We never
no, uongozi wetu tunatamani watupe kile kilicho bora. Yoyote ambaye wanaona anastahili kuingia kwenye timu ya Young Africa, sisi mikono juu tunainua na tunampokea, hatuna doubts. Jonathan Soa atabaki kuwa best striker duru la pili. Nataka nijue kutoka kwako katika msimu ambao umeisha, good moment. Kiukweli mimi msimu na kitu ambacho kinaendelea kukikumbuka ni Tabora kunifunga. Ile ni moment ambayo inaniumiza kweli, na good moments kuchukua kombe mbele ya Simba Sports Club. Yani sijachukua tu kombe, ila nimechukua kombe akiwa analiona lile pale. Kwa hiyo kwangu imekuwa ni fahari sana, ni historia. Wasijifiche kwenye kichaka cha kujenga timu. Unajenga timu kwa matofali ya 250. Jenga timu, weka hela, tunua tofali 1500, mvua ikija alibomoki. Wewe unanunua timu na teba mnyanyua vyuma kweli, unajenga timu. Kumalizia hili sasa, unafikiri kitu gani kifanyike kuelekea kwenye msimu ujao? Namna wewe sasa ukija kiuchambuzi sasa, maana najua una kipawa cha kuchambua mpira, unaojua mpira vizuri sana. Kwa upande wa Young Africa, kitu gani kiongezwe ili uweze Young Africa kuwa bora zaidi? Kuna baadhi ya maeneo ambayo ni muhimu sana Yanga tunatakiwa tuboreshe. Tunatakiwa tuongeze kiungo na manane ya Zalid ya Ucho mwingine bora. Unajua mpira una umri, mpira una muda wake. Natamani sana tupate beki wakati mwingine. Jobu Baka Mwamnyeto ni mabeki ambao wanatumika in and out. Mpira unahitaji energy ya kutosha, wakiwa wamechoka tunatafuta tulawama kwao. Natamani pia tuwe na winga mwingine bora, tuwe na fullback bora. Ni kati ya maeneo na natamani sana, pia hata kwenye eneo la goalkeeping. Mpira una umri, mpira una muda wake. Diarra ameshafanya to the best level. Tunatamani challenge nyingine na yeye pia awepo. Kwa hiyo kama watazingatia itakuwa ni Young Africa ambayo inaenda kuwa bora. Pia natamani ligi yetu tucheze kama ligi ya England. Unajua sisi tunaanza msimu, mawazo yetu tunaanza bingwa ni Simba au Yanga. Sasa hivi nikikwambia England msimu ujao huwezi kumjua bingwa. Sasa hivi amekuwa Liverpool, lakini unaweza kushangaa msimu ujao Nottingham Forest akaenda kuwa bingwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo